imwamona ishi ayalokendo ichwachwande iwanyenda wake monya wetu makema bulamu bosoka naso wakiwa ichwaso wakiwa wakita tamikuru ichwaso wakiwa wakita tamikuru banyachi tuyitobose tuhume uoniku enubose tuchange ingile mnokendo chamu notumchange watangi leo ya mbele aleye si watubocha atule kamikuru aleye si watubocha atule kamikuru. Asante Baba kwa wakati mzuri uliotupa, uliobeba makusudi yako kwa maisha yetu. Tumekuwa mbele zako, tunajikabidhi mikononi mwako. Tushughulishwe na wewe, timiza mapenzi yako kwa siku ya leo, kwa jina la Yesu Bwana tunaomba, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Mfalme Yesu ainuliwe. Haleluya. Tufungue Biblia. Tusome katika Hagai sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 4. Tutagusa wa 10 hadi 14. Maandiko yanasema hivi: katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki, mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, kwa kinywa cha Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? 10. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya mwanadamu, na juu ya wanyama,
na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu, pamoja na hayo mabaki yote ya watu wakatii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya nabii na maneno ya Hagai nabii katika Bwana, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma. Nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu, na roho za hao mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu naomba niambie kanisa kabla hatujaongea neno hili. Nilipokuwa hapa kwa neno la Bwana, nilikuwa nimeambiwa wakati utakaposimama, kabla ya kusimama, imba wimbo, panda milimani, tumwite Yesu atende. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati huo nikapata kigugumizi. Kigugumizi kilikuja namna gani? Nilianza kujiuliza, Bwana, huu wimbo nitauimba wakati nitakaposimama kufundisha neno, au nitauimba wakati wa kuanza kazi? Wakati niko najiuliza, mwimbishaji akasimama na ule wimbo. Na ule wimbo ulikuja kwa sababu wakati tuliingia huko ndani mlikuwa roho chafu. Bwana Yesu atusaidie. Mlikuwa roho chafu humu ambayo ilikuwa imetia watu ganzi, ambayo ilifanya kazi kwa muda ambao umepita hapo nyuma kidogo, na kuna baadhi wamechelewa kwa sababu hiyo ganzi. Na wakati tulipoingia hapa, hii ganzi pia ilishika watu. Ndipo Mungu akaniambia, nisikia zamiri kwa ndazi kwa, ukisimama imba wimbo, panda mlimani, tumwite Yesu atende. Kusudi mtakapoimba huu wimbo, mfanye maombi kwa ajili ya kufukuza ile ganzi. Na kweli Mungu alifanya kwa namna asivyoelewa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili ambalo limenistaajabisha, msimamizi wa ibada kuvunja hiyo taratibu. Wimbo umeimbwa, ule wimbo uliosemwa umeimbwa, na baada ya wimbo kuimbwa, naye akasitisha kila kitu, anaingiza neno la Mungu. Nikaanza kukumbuka kwamba lile swali nilikuwa najiuliza, nitaimba muda gani? Bwana Yesu apewe sifa. Siku zote ni siku, lakini hazifanani. Bwana Yesu apewe sifa. Zinaweza kuwa siku hazibebi matukio sawa sawa. Sasa utakachokiona tutakachokifanya ndio hicho. Usisemi mbona leo mwalimu kama ameenda vipi. Kile ambacho utaona kimefanyika ukipokee kama kilivyo. Kutoka katika chuo cha nabii Hagai, humu ndani tumeona mna vitu vingi. Tumesoma andiko na leo tukawiwa kusema neno linasema hivi: mambo ya Mungu yapewe nafasi ya kwanza.
Amwambie mwenzako mambo ya Mungu yapewe nafasi ya kwanza. Haleluya. Ni hilo tu. Hata ukitoka hapa ukienda huko nyumbani, ukikutana na mtu ukamwambia ndugu, mambo ya Mungu yapewe nafasi ya kwanza. Sasa katika mambo ya Mungu yapewe nafasi ya kwanza, tumeona huko ndani kumetajwa watu, kuna karibia makundi 4 au 5 ya watu. Kumetajwa habari ya Dario, mfalme wa Uajemi. Kumetajwa Zerubabeli, liwali wa Yuda. Kumetajwa kuhani mkuu Yoshua mwana wa Yehosadaki kama kundi la pili. Kumetajwa kundi la tatu ni nabii Hagai mwenyewe aliyetumwa kwa hao wajumbe, kwa hao watu. Kumetajwa mabaki ya wana wa Israeli, wale wana wa Yuda. Kumetajwa makundi. Sasa mabaki ya nini? Ni mabaki ya nini? Ilitoka wapi? Ilikuwaje? Hili katika somo hili limetusaidia au limetuchochea tujaribu kuangalia historia kidogo ya hayo yote yaliyotendeka. Dario, katika mwaka wa Dario nani? Zerubabeli nani? Joshua nani? Mabaki ya wapi? Kutoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Tumewiwa tuguse historia kidogo, na katika historia hii itahusu kuchunguza baadhi ya mambo kama matatu yafuatayo. Jambo la kwanza, tutaona kuhusu kuvunjwa kwa nyumba ya Mungu, kurejeshwa kwa mabaki ya Yuda na kutumwa kwa nabii Hagai. Ni haya mambo matatu yamefunga historia ya mambo yote yaliyozungumzwa hapa. Sasa katika haya tuliwiwa kwamba tuseme mambo 5 au mambo 4: historia na ujumbe wa kwanza, alafu tuone neno la pili ambalo linasema visingizio vya Wayahudi vilivyochelewesha kazi ya Mungu, na katika sehemu ya tatu tuseme onyo na uchunguzi wa hali zao, na 4 tuseme mwitikio wa Zerubabeli, liwali na Yoshua kuhani mkuu. Ni hayo mambo 4: historia na ujumbe wa kwanza, pili visingizio vya Wayahudi vilivyochelewesha kazi ya Mungu, 3 onyo na uchunguzi wa hali zao, na 4 mwitikio wa Zerubabeli, liwali na Yoshua kuhani mkuu. Ukisikia nikiishia kwenye kipengele kimoja, usiniulize mwalimu, mbona sasa haukuendelea? Siku ya leo iko na namna yake ambayo hata na mimi sijui. Basi katika kuchunguza historia na ujumbe wa kwanza, tunaona kwamba katika mwaka wa 539 kabla ya ujio wa Yesu Kristo duniani, Koreshi mkuu, mfalme wa Uajemi,
alienda kuuzulu mji wa Babeli na akauteka, na alipoudhibiti ndani ya mwaka wa 538 kabla ya ujio wa Yesu Kristo, akatoa tamko rasmi la amri ya kuruhusu wale mabaki ya Yuda waliokuwa wametekwa nyara warudie Jerusalem, wakamjengee Bwana hekalu. Walitekwa wakati gani? Walitekwa katika mwaka wa 586 kabla ya ujio wa Yesu Kristo, chini ya utawala wa Matania, mfalme wa Yuda. Matania ndiye mfalme maarufu anayejulikana kwa jina la Sedekia. Sedekia ni jina la Kikaldayo, lakini kwa jina la Kiyahudi anajulikana kama Matania. Jina hili la Sedekia alilipewa na Nebukadneza. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huyu mfalme katika mwaka wa 586 ndipo alipotekwa nyara pamoja na haya mabaki ya Yuda. Ilikuwa ni katika uhamisho wa 3. Ndio wakati hekalu la Yerusalemu lilivunjwa na kuta zake zote na mfalme Nebukadneza, chini ya kamanda wake aliyeitwa Zerubadani kama Zerunini hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukitaka kuona wakati ilivunjwa, unaweza kusoma katika Wafalme wa Pili sura ya 25 mstari wake wa 8 hadi wa 12. Utaona namna gani mfalme Nebukadneza alipouzuru mji wa Yerusalemu katika ufalme wa Yuda, na akavunja hekalu, akavunja kuta za Yeriko, akavunja kuta za Yerusalemu, akachukua watu wote mateka, wakaachwa watu wachache waliokuwa ni watu maskini na wazee kwa ajili ya kumwagilizia maji kwenye mimea mizabibu, kwa sababu au anakuja kujipatia mazao. Bwana apewe sifa. Sasa katika wakati huo wa mwaka wa 536 ndipo mfalme alipotoa tamko rasmi la hawa watu warudie. Wakarudia watu wapata 50,000 wakarudia katika Yuda. Na katika Yuda kipindi hicho hapakuwa mfalme. Yuda ilikuwa inasimamiwa na liwali. Liwali ndio kwa Kifaransa kwetu, wale tuko na Wakongolea hapa. Gouverneur. Amina. Hakukuwa president, hakukuwa mfalme. Alikuwa gouverneur. Na ile nchi iliingia kuwa jimbo la utawala wa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Iko sawa? Kama wangekwambia Kongo ni mkoa au jimbo la dola ya Kimarekani ya leo, inaenda vizuri? Sinaeleweka? Sawa. Sasa nabii ndiyo hapa ambako tunakwenda kusoma. Nabii Hagai akatumwa katika mwezi wa 4 mwaka wa 2 wa Dario. Neno la Bwana likamjia kwenda kumwambia nani? Maandiko yanasema kwamba neno lilimjia Zerubabeli na Joshua. Zerubabeli nani? Gouverneur. Joshua nani? Kuhani mkuu. Kwa kinywa cha nani? Cha nabii. Sikiliza haya maneno, uyatunze vizuri. Tunapata maelezo ya watu waliosema huku chini. Lakini neno halikuenda kwa waliosema. Neno likaenda kwa nani? Kwa liwali, gouverneur, likaenda kwa kuhani. Sasa basi, wakati huo walipotoka uhamishoni kuja kuingia Yerusalemu, waliingia kwenye changamoto wakati walipoanza, maana walifanya kufika tu mwaka wa 2 wa wao kufika Yerusalemu, wakaanza majengo.
wakamjengea Bwana msingi, hekalu likaanza kujengwa. Ule msingi wakapata changamoto ya watu waliowakuta pale, watu wa Samaria wakaingiza shida katika yale majengo, kwa sababu waliwataka waje wasaidiane nao kujenga. Lakini wakati huo Zerubabeli alikataa kutokana na maelekezo ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Haikutakiwa kila mtu aje aguse, inajengwa kwa maelekezo, sawa sawa na ufalme wa Mungu unavyojengwa. Si kwa kila mtu, sio kila mtu aniitwa kwa ajili ya kuja kujenga. Wapo walioko huko nje na wako watu pekee ambao ni wewe na mimi, tulioitwa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Sasa na watu wa Samaria nao wanataka kuja, na sisi tunataka tuje tuwasaidie kujenga. Utajenga nini katika ufalme wa Mungu, wewe mtu wa mataifa? Wewe mtu ulioko nje muabudu sanamu, utakujaje kujenga ufalme wa Mungu? Bwana atusaidie. Zerubabeli, guverneur, na Joshua wakasimamia utaratibu wa kanuni ya maelekezo ya namna gani hekalu la Mungu linatakiwa kujengwa kwa nidhamu ya maelekezo maalum. Sasa huo upinzani, wale watu wa Samaria walipokataliwa na majirani wengine waliokuwepo nyakati zile, walipokataliwa kushiriki kazi ya ujenzi, wakazua shida sasa kwenye ile kazi ya ujenzi, kuizoofisha isijengeke. Watu wakasambaratika, wakaacha kujenga. Ikafika mpaka miaka 16 hawajengi tena, wamekaa. Ndani yao kiroho walizoofishwa, hali ya imani ilishuka, wakaanza kuingia katika mambo yao binafsi, wakatanguliza shughuli zao. Ndio maana maandiko, nabii anasema hivi, anawasuta kwamba hivi huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zilizopambwa kwa mbao, halafu hii nyumba ya Bwana ikae katika mazingira haya. Bwana Yesu atusaidie. Basi na walengwa waliohusika na hao unabii ni watu wawili tu. Walilengwa Zerubabeli guverneur, akalengwa na Yeshua kuhani mkuu. Na kusudi la Mungu kuwalenga hawa watu wawili ilikuwa ni nini? Kusudi la Mungu kuwalenga hawa watu wawili ilikuwa ni kuwasihi Zerubabeli na Joshua kuhani mkuu kuandaa watu kulijenga hekalu. Kusudi la pili, kuweka upya vipaumbele vyao kwa hiari ili waziishi baraka za Mungu. Kwa sababu katika maisha ya hawa mabaki waliorejea, vipaumbele vyao walikuwa wameshatoa habari za hekalu, walikuwa wameshaingia katika mambo yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi, kusudi la hili somo leo ni nini? Kusudi letu la hili somo leo ni kumpa kipaumbele Mungu na kazi zake. Amina. Kumpa kipaumbele Mungu na kazi zake. Neno letu la pili, tuone sasa visingizio vya Wayahudi vilivyochelewesha kazi ya Mungu. Ukisoma katika mstari wa pili, tunaona watu wanajitetea. Watu wanasema kwamba huu sio wakati wa kuja na sio wakati wa kujenga hekalu la Bwana. Huu sio wakati. Sababu gani wao wanasema hivyo? Kiroho walikuwa wameshuka. Ile kiu ya kufanya kazi ya Mungu ilikuwa imeisha. Lakini wanasema kwamba wakati wa kumjengea Bwana bado haujafika. Wakati wa Bwana bado. Wakiambiwa habari za kazi ya Bwana bado.
hiyo bia Bwana vivyo kabi hapo mbele. Lakini ukweli uliopo ni huu. Ukweli wa mambo yaliyokuwa yamewatesa wao kutokujenga hekalu la Mungu. Kulikuwa mambo manne. Jambo la kwanza, walikuwa wamelemewa na shughuli binafsi, ubinafsi wao, kuweka mambo yao mbele. Wangali wanajipanga kama vile mkimbizi wa Nyarugusu akitoka hapa akafika Kongo, angali anafika nemo ipanga nemo londela bana ni nemo londa na yengela bana nemo londa ndani nemo londa hivi, wako wanajipanga. Amina. Jambo la pili ilikuwa ni hofu ya mazingira. Tunaposema hofu ya mazingira, tunamaanisha hivi: waliwaogopa wale wa Samaria na majirani waliokuwa kando kando, waliowatishia kwa habari ya nini? Ya lile hekalu halitajengwa kama sisi tuko hapa, jengeni tuone. Bwana Yesu atuhurumie. Jambo la tatu, kukata tamaa. Hii ndiyo sababu ya tatu iliwafanya washindwe kujenga. Nini kiliwakatisha tamaa? Uzito wa kazi ya ujenzi. Kazi ilikuwa ngumu, kazi ilikuwa kubwa. Sasa wakiona ule uzito, kukata miti, sijui kunini, kuanza hii kazi bado Bwana anasema bado wakati wa Bwana haujawadia. Muache kwanza hivyo, tutafanya baadaye wakati wa Bwana ukiwadia. Hii kitu ninafikiri hawa vijana wanaelewa vizuri, na wale waombaji wanaweza kuelewa vizuri. Kuna siku za hapo nyuma tulikuwa tukiingia kwenye vipindi vya maombi tukifunga, hasa kama ni mfungo ule wa seke ule kama ni kunywa kakubadili kauji jioni. Tulikuwa tunafika mahali unasikia utabiri unatoka pale, Bwana anasema haishasikia mahitaji yenu yote, umeisha, muairishe kipindi. Amina. Waimbaji zinasema kweli, lakini waombaji wanajua hii kitu hii. Wakishalemewa na mfungo, akaona mambo hayaendi tena, sikia, haleluya, asema Bwana wa majeshi ameishasikia mahitaji yote. Na hawa Wayahudi na wao waliona nini? Kazi ya ujenzi ni nzito. Bwana anasema wakati wa kujenga bado. Mkae kwanza hivyo. Sio wakati wa kujenga. Ilikuwa ni kukimbia uzito wa kazi. Sababu ya 4 ilikuwa ni kutoa visingizio vya kiroho. Ile Bwana anasema ile haikuwa ya kwao. Haikuwa ya Bwana mwenyewe. Ilikuwa iliyotokana na madhaifu ya kushuka kiroho. Wakaanza kuona kwamba wakati wa Bwana bado. Sababu 4 zilizowafanya Wayahudi kuchelewesha kazi ya Mungu. Lakini katika maandiko yanatuonesha pia uthibitisho wa namna gani tunavyoacha mambo ya Mungu pembeni kwa sababu zetu binafsi na kutanguliza mambo yetu na ya Mungu tukayaacha kando. Paulo katika Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4 anaonesha watu kwamba katika nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda nini? Habari ya Mungu wataweka wapi? Vipaumbele. Na tuna mifano ya kibiblia ya watu ambao waliweka mambo ya Mungu pembeni, wakaweka mambo yao mbele. Kama ukisoma katika Injili ya Mathayo
ile sura ya 26 mstari wa 14 na 16, tutaona habari za Yuda Iskariote pale. Yeye mambo yake hayakuwa anaangalia habari za ufalme, alikuwa anaangalia uzalishaji wa hii unakaa vipi. Kuna fursa nyingine imekuja, kuna mlango umefunguliwa hapa na Wayahudi wamefungua mlango mwingine. Utupe huyo Bwana, tutakupa kila kitu utakachohitaji. Hii ni fursa ya kuingiza mambo ya Mungu, weka pembeni. Lakini pia tuna ushuhuda mwingine wa mtu mwingine aliweka mambo yake mbele. Sauli mfalme, katika Samueli wa kwanza sura 13:8-14, habari ya kuweka zabihu. Badala ya kusubiria mfalme nabii Samueli afike ili waje waweke zabihu, watoe zabihu kwa Bwana, yeye mwenyewe akaenda kwa sababu ya kuwasikiliza na kuogopa watu, kwenda kuweka, yuko anajitengenezea jina, mambo binafsi, anatafuta mazingira, yuko anatengeneza mazingira na watu. Visingizio vya leo. Leo na sisi tunasingizia nini? Tunapoweka kazi ya Mungu pembeni, mambo ya Mungu pembeni, tunaweka vipaumbele vyetu hapa, tunasingizia nini? Tuongee machache kuhusu vya kwetu. Katika visingizio vyetu, pesa ziko mstari wa kwanza. Pesa. Shachwa bino rwanga shishi ambe ole mchiko ni moyo changelela make. Si Jumapili mzigo wake uliingia wapi? Jumapili ndo anatakiwa kufanya nini? Huduma hapa. Anakuja hapa anaenda Makere. Shina le au le mchiko wa chaponi. Bo napike na pastor Mungu leo ni husha shishi pate nafasi na pate ya shida ya tatizo ya shida ya kinachotengenezwa hapo ni nini? Pesa. Huwezi kuacha mzigo ukose uje kukaa hapa mzigo wende ushuke Kigoma. Haiwezekani. Afadhali huduma hiyo siku ife nafuatilia mzigo. Si kweli kanisa? Tuseme tu kweli. Pesa. Visingizio cha pili. Kisingizio kingine tunachoweka, wale waliooa na kuolewa. Mke, mume wangu alisema, mke wangu alisema hivi na hivi, mke wangu alisema twende kwao, kuko shida, sijui nani ba mkuu alikuja na alisema eti tunahitajika sasa hivi asubuhi tu, kwa sababu wakati zingine atakuwa na wageni wengi. Akasema mke alisema mwanaume wane machate na nibotuye tatabu wacu lisaka Kongo binu itwaye anaenda Jumapili, amwezi enda Jumatatu. Bwana Yesu aturumie. Ine Bwana shikio nataka wewe masala ine unomba chana iki bwana tuno namona na shimona. Ulimona nini ndugu? Jumapili nenda kanisani kafanye kazi ya Mungu. Ulimona nini? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wengine waume, mume wangu alisema. Wengine
mashamba na kazi. Hivi vitu vinatufanya kazi ya Mungu, mambo yote ya usuyo Mungu tunayapa nafasi ya pili, yetu kwanza, yake baadaye. Unaona katika Injili ya Luka sura ya 12:13 kuna tajiri mmoja pale, maandiko yanamuita kwamba ni tajiri mpumbavu. Yeye ndo alisema kwamba nitapanua ghala zangu, nitajenga, alafu nitajaza hazina, alafu nikishajaza nitakaa, kisha nitaambia nafsi yangu kaa ustarehe ule na wakati huo ujumbe uko unakuja kwake kwamba wewe mpumbavu, leo hii roho yako inahitajika. Bwana Yesu atusaidie. Hivyo wakati tunapoweka vipaumbele mambo yetu, tunakuwa tunajua kwamba baada ya vile tunavyosema hapo mbele Mungu anapanga nini. Na echangelela mchikweko bio byabi ambo mulonde wao wezi londa kufuata msiku. Iko na mulonde kwa sababu huduma ya Mungu, mambo ya Mungu yana sehemu ya pili. Sasa basi kuna jambo tunatakiwa kujifunza. Msomaji mmoja asoma. Mwalimu, soma hapo katika Injili ya Yohana 6:38. Injili ya Yohana 6:38. Lakini kama unaandika unaweza andika hata Yohana 9:4-2:17 utaandika. Hatutaki kusema maandiko mengi. Tunasoma Yohana Mtakatifu 6:38. Ndio. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Amen. Amina. Fungua Biblia yako sasa. Usome katika Yohana 9:4. Mpe mikrofoni huyo. Tunasoma kitabu cha Yohana 9:4. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja isipoweza mtu kufanya kazi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetupeleka, maadamu ni mchana. Wakati wa usiku huko unakuja ambapo mtu hataweza kufanya kazi. Na Yesu yuko anasema pale ya kwamba nimekuja ili kuyafanya mapenzi yake yeye aliyeniita. Inatufundisha nini? Yeye anatufunza kwamba wakati wote tunapoishi hapa duniani, hatuishi kufanya tunayotaka, bali tunaishi kufanya tunayotakiwa kufanya. Amina. Acha kuweka mambo yako mbele. Acha kuweka mambo yako mbele. Twende. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Mfalme Yesu ainuliwe. Tumeisha.
tumemaliza. Hayo mengine tunayaachia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuhitimishe tu kwa kusema hivi: somo hili linatufunza kuweka mambo ya Mungu mbele. Usiyape nafasi ya pili. Mambo ya Mungu sio akseswari baada ya mipango binafsi. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari 33 inasema kwamba tafuteni kwanza nini na nini, alafu simama tuombe Mungu. Ni nini ambacho umeweka mbele katika maisha yako? Mambo ya Mungu, mahitaji binafsi? Kwa nini? Kile ulichoweka mbele katika maisha yako ni mambo ya Mungu au ni mahitaji binafsi? Na kwa nini umeweka hivyo? Unatakiwa ujue kwa nini kiko mbele. Kama ni mambo ya Mungu, kwa nini umeweka mambo ya Mungu mbele? Kama ni mahitaji binafsi, ujue kwa nini mahitaji binafsi mbele. Bwana Yesu atusaidie. Tuombe Mungu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Baba ushindi. Unajua maisha yetu, unajua mioyo yetu. Unajua namna tulivyo mbele za macho yako. Na nini tumeweka mbele zako Bwana? Je, tunajitanguliza mahitaji yetu binafsi au tumekuweka wewe mbele ya mambo yote? Gusa moyo wa huyu mama. Sema naye Yesu akuone wewe, akutangulize wewe katika mambo yote ya maisha yake. Angalia huyu baba naye amechuta kwa habari ya matendo yake, namna gani asivyokupa nafasi katika maisha yako. Nafasi yako ameweka mahitaji binafsi. Nani awezaye kumponya zaidi ya wewe Yesu Kristo peke yako? Fungua watu wako Bwana, utupe kutambua ya kwamba nafasi ya kwanza katika maisha yetu inakuhusu wewe peke yako. Heshima na utukufu virudie kiti cha enzi. Kwa Yesu Bwana tunaomba.